wetu kwa wale wanaoandika upendo wa Mungu kwa Israeli. Tunaenda kujifunza upendo wa Mungu kwa Israeli. Haleluya. Na tunaenda kusoma kwenye hii mstari wa 4 mpaka wa 5. Natosha kwa sababu muda wetu ni kidogo sana. Haleluya. Nitaenda kusoma. Tusome pamoja watumishi wa Mungu. Sikia ee Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Haleluya, watumishi wa Mungu. Hii ni habari ya Mungu kwa taifa la Israeli. Mungu akisisitiza hapo na akiwaeleza kwamba yeye ni Mungu mmoja, hakuna Mungu mwingine katikati yao. Kwa wampende kwa moyo wao wote na kwa nguvu zao zote. Haleluya, wana Mungu. Kwa nguvu zao zote ndilo Mungu analolihitaji. Hata leo ndilo Mungu analolihitaji. Katika safari yetu ya kuendelea kumtumikia Mungu, Mungu anahitaji maneno haya yaweze kuwemo katika mioyo yetu. Tumpende Mungu wetu kwa moyo wote. Moyo wetu tuutoe kwa Mungu, na kwa nguvu zetu zote. Maanake tutoe nguvu zetu kwa ajili ya kumtumikia Mungu wetu aliye hai. Hiyo itakuwa baraka sana katika ufalme wa Mungu. Kabisa kabisa. Hii ilikuwa ni wakati wa wana wa Israeli, Mungu akijaribu kuwaeleza maneno haya. Tuangalie kwenye Agano Jipya. Je, nako huko alisemaje? Fungua kitabu chako cha Matendo ya Mitume. Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 22. Na ule mstari wa 37. Tasoma mpaka wa 40. Mathayo sura ile ya 22 na mstari ule wa 37 mpaka wa 40. Biblia inasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Haleluya, watumishi wa Mungu. Hata Agano Jipya Yesu anaweka msingi kwamba tuendelee kumpenda.
Maana mtu mwenye upendo hupenda kutenda mambo yaliyo mema, lakini yule ambaye hana upendo hutenda yaliyo maovu. Kwa Yesu anasisitiza juu ya wanafunzi wake, akiwapa amri moja ambayo hiyo imebeba mambo yote. Watumishi wa Mungu, tukitanguliza upendo ndani ya mioyo yetu, wala hatutakuwa na maneno ya kupishana. Tutakuwa na jambo moja, kama Mungu mwenyewe alivyoeleza kwenye Agano la Kale kwamba yeye ni Bwana Mungu mmoja, na yeye anahitaji kanisa la Bwana tuwe wamoja, tuwe kitu kimoja katika safari yetu tulionayo hapa duniani, na tuweze kufika huko juu kwenye ufalme wa Mungu wetu tukiwa wamoja. Tusitengane. Mungu hahitaji jambo hilo, watumishi wa Mungu. Haleluya. Tusirushiane mizigo, tusilaumiane. Mungu wetu ni mmoja. Aliwaambia wakina Musa na Haruna kwamba msiinue jambo lolote, fahamu kabisa Mungu huyu aliyewaokoa ni Mungu mmoja. Kwa hiyo mpendeni kwa roho yenu na kwa nguvu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tumeagizwa kabisa na Mungu kwamba tumpende Mungu wetu, na baada ya hapo tupendane sisi kwa sisi. Maana kanisa hili tu moja ni mwili wa Kristo. Tumeokolewa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tukae katika umoja. Hapo ndipo tutaimarisha upendo. Hapo ndipo upendo wetu ndani ya kanisa utadumu. Tutakuwa wamoja, tutatembea katika umoja, tutafanya mambo yetu katika hali ya umoja, mipango yetu katika hali ya umoja, tutashirikishana. Kwa hiyo tumeagizwa na tutaendelea kukumbushana. Hata leo tunakumbushana, watumishi wa Mungu, tuendelee kulinda upendo, maana ndiyo amri kwenye Agano Jipya. Haleluya, haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya, makofi kwa Bwana Yesu. Yesu ametupa amri moja, tupendane. Mpende jirani yako kama wewe unavyojipenda. Kuna mtu jamani alishawahi kujichukia mahali hapa. Kila mmoja anajipenda. Kwa hiyo na jirani yako mpende hivyo hivyo. Haleluya, haleluya, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe wa leo unatukumbusha tuzidi kudumu kupendana. Kama kuna mahali ni kama haujisikii unapomwona mwenzio, kemea hiyo roho, achilia roho ya upendo. Tunapokutana hivi hapa, yani iwe ni manukato. Tunapokutana huko barabarani, tuzidi kudumisha upendo, maana ndio amri ya Bwana Yesu aliyotupa, tuzidi kupendana hapa duniani. Makofi. Na ndio huu tumeona kwenye Agano Jipya kuna watu waliosimama. Hata wakati walipokutana na changamoto, waliendelea kutaja, mimi nitamwabudu Mungu wa baba yangu, Mungu mmoja. Yusufu pamoja na changamoto zote alizopitia katika safari yake ya utumishi, lakini aliendelea kusimama. Akiwa katikati ya utumwa Misri, chini ya Potifa. Potifa anamwambia kijana, hapa kuna taratibu, kuna muda kadhaa wa kufanya kazi na tuna muda kadhaa wa kwenda kuomba Mungu wetu. Yusufu akamwambia, mimi ninaye Mungu wa baba yangu, Mungu mmoja, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo,
huyo ndio ninayemwabudu Mungu wangu. Sasa majamaa wanashindwa kumuelewa. Wao walishazoea miungu, wala miungu isiyohesabika. Lakini kijana yule anasimama, Yusufu anatambulisha Mungu wake anayemwabudu. Haleluya! Kwa pointi kama hizo, watumishi wa Mungu, nasi tunapaswa tuzishikilie ili tusaidie katika safari ya utumishi wetu. Haleluya! Twende tukafungue kitabu tena kingine ambacho ni cha mwisho, na baada ya hapo sasa taenda kuombeana ili tuweze kurudi nyumbani. Bwana Yesu na asifiwe sana. Fungua kitabu chako cha Yohana Mtakatifu, sura ni ile ya 3 na mstari ule wa 16. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, Biblia yako hiyo, sura ile ya 3 na mstari wa 16. Bwana Yesu na asifiwe sana. Linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya, watumishi wa Mungu. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Huo ni upendo, watumishi wa Mungu, zoeleze upendo wa Mungu wetu, kwa namna Mungu anavyotupenda, kwa namna Mungu anavyotuchukulia. Tena wakati anachukua hatua hii, si kwamba atakuwa wazuri, ni ule upendo alionao Mungu wetu kwetu. Akaona ili atengeneze mahusiano mazuri, ukaribu na sisi, akamtoa mwanae wa pekee ili aweze kuleta upendo, ili kwa watu waliopotea waweze kurejesha. Akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa watumishi wa Mungu, sisi tumeshapata neema, tumeshamwamini Bwana Yesu, tumeshamwamini Mungu, na Bwana Yesu alitufia sisi, ambaye tuliamini hataki kuona hata mtu anapotea, akamtoa kwa ajili ya upendo. Uhusiano wa yeye na sisi ni upendo usio na kifani, upendo wa agape Mungu aliyouonyesha kwetu. Nasi tuna kila sababu, kwa upendo huu Mungu ambao ametupa, ameuonyesha kwetu toka Agano la Kale kwa kina Musa hata Agano Jipya, mpaka kafikia kutoa mwanae kwa ajili yetu tuliokosea, ili turudi, ili aturudishie uzima uliokuwa umepotea. Akamtoa mwanae ili kila amwaminie mwanae asipotee, bali awe na uzima wa milele. Makofi kwa Mungu wetu aliye hai. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa upendo huu ambao Mungu anatuonyesha, hatuna budi nasi kurudi nyuma. Hatuna budi, watumishi wa Mungu, kurudi nyuma. Tunapaswa nasi tuonyeshe upendo kwa Mungu wetu, kwa sababu tayari yeye alishaanzisha upendo. Nasi anatuagiza kanisa la Bwana tudumu katika upendo, tupendane sisi kwa sisi. Pende jirani yako, maana ndio
amri tuliyopewa. Upendo unahitajika, watumishi wa Mungu, kila moja kwenye familia zetu. Kama hivi tumekusanyika katika hema la Bwana, tunahitajika tudumu katika upendo wa Mungu wetu, maana ndio amri ambayo inakusanya mambo yote. Ukidumu katika upendo, wala huwezi kumwazia jirani yako baya. Kiwa na upendo, huwezi kumwazia, huwezi kuwa na maneno ya kumchonganisha baina ya mtu hadi mtu, maana unampenda. Kwa hiyo utakaa katika utulivu wa upendo ule, ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, tumesoma vitabu hivi, sisi wenyewe tumejionea, tumesikia, tumesoma kwamba Mungu upendo alionao ni upendo ambao hauna mwisho, ni upendo ambao sisi watoto wake aliyetuokoa kupitia mwanae kukaa katika upendo, wala sio kitu kingine. Tudumu katika upendo, hapo ndipo baraka za Mungu wetu zitatuijilia. Kama yeye alimtoa mwanae wa pekee, analo kusudi Mungu wetu kwetu. Anahitaji atupeleke hatua hadi hatua, anahitaji atuvushe viwango hadi viwango, lakini ni pale tunapokaa katika upendo, tunapodumu katika upendo, tunapompenda jirani yetu, tunapopendana, hapo Mungu ndipo ataachilia baraka yake juu yetu, baraka yake juu ya kazi zetu tunazozifanya, baraka yake juu ya huduma. Kama hivi leo Mungu anavyoendelea kuachilia baraka juu ya kanisa lake. Sasa amejichagulia watumishi wa Mungu wako hapa, tunaendelea kumtumikia na anaendelea kuokoa watu. Kanisa lake anazidi kuliongeza, tutaongezeka na kuongezeka, kwa sababu tumetambua umuhimu wa kwanza kuachilia upendo katika mioyo yetu. Tusiwe na visasi, ndugu zangu. Visasi vinatutenga na Mungu wetu. Tusiwe na magomvi. Magomvi yanatutenga na Mungu wetu. Tudumu katika upendo kabisa kabisa, watumishi wa Mungu. Tudumu katika upendo, tudumu katika upendo, watumishi wa Mungu. Hiyo itatusaidia kabisa. Mambo ya kuzingatia ili upendo uendelee kudumu katika maisha yako. Jambo la kwanza, watumishi wa Mungu, lazima uwe na uvumilivu. Ili uweze kudumu katika upendo, lazima uwe ni mtu mvumilivu. Pale changamoto, majaribu, pale tuko hapa duniani, nawe tukajaribiwa, ili uondolewe upendo wako, upendo ambao umepatiwa na Mungu kwa gharama kubwa sana. Kajikuta kupitia kutokuwa mvumilivu, unapoteza upendo wako na hatimaye unaenda kuangaika. Kwa jambo la kwanza ambalo natupasa tulichukue ili tulinde upendo wetu na Mungu wetu, uhusiano wetu na Mungu wetu, lazima tuwe katika hali ya uvumilivu. Tukisoma maandiko haya yanatueleza wapo watumishi wa Mungu walisimama na wakaonyesha upendo kwa jamii ile, kwa nchi, hata kwa dunia nzima. Tukisoma
tunaona kabisa maisha yake aliyotembea nayo. Alimpenda Mungu, na mtu anapompenda Mungu anadhibitika kabisa kwamba na yeye anakuwepo kupenda mtu ambaye anapenda. Anafahamu kabisa huyu Mungu amenitoa wapi na sasa hivi niko wapi. Upendo wake ni waanze kwangu. Kwa Danieli anatuonyesha kabisa kwa upendo Mungu aliopenda, naye akaonyesha. Safari ya maisha ikaendelea. Akiwa utumwani chini ya Farao, Farao kaleta amri zake za kuabudu miungu, lakini yeye alisimama kutokuabudu miungu. Hata alipoweka Farao sheria, Danieli alisimama. Haleluya, wana wa Mungu. Nebukadneza alipotengeneza miungu yake ili kwamba aweze kuwakokota wote ndani ya nchi yake waende kuabudu miungu, lakini Danieli na wenzie walisimama kwa ajili ya upendo wa Mungu wao. Wakasema tuko tayari. Huu ni upendo mkubwa ambao alionyesha mbele ya mfalme Nebukadneza. Kwa hiyo kwa upendo huo ambao alionyesha Danieli, nasi tunapaswa tusimame hivyo hivyo. Yupo mtumishi wa Mungu katika kitabu Agano Jipya, anaitwa Stefano. Kwa kumpenda Mungu wake, naye alipojaribiwa kukamatwa, kuteswa mpaka kufa, hakuacha kumpenda Mungu wake. Alisimama mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, majaribu yako tunapaswa tuvumilie. Mfano ya watu wawili, ingekuwa na muda tungeweza kufungua Biblia tukaona. Walionyesha upendo kwa Mungu wao. Hata maadui hao walivyokuja kuwajaribu waliendelea kusimama. Kwa hiyo hivyo na sisi kanisa la leo tunapaswa tuzidi kutunza upendo. Maana ndiyo njia ya kumwona Mungu. Ndiyo njia ambayo itatusaidia kuendelea kuwa na uhusiano wa Mungu wetu aliye hai. Jambo la pili ni kusamehe. Wakati mwingine mtu anaweza kukosea, pengine sio kwa kusudi, sio kwa kupenda. Wakati mwingine sisi ni binadamu, hasira inaweza kupanda kidogo. Basi jaribu kushuka na kusamehe. Kama Mungu mwenyewe alitusamehe makosa yetu, tulikuwa tustahili, akamtuma mwanae akatusamehe makosa yote na akatufanya kuwa wanae. Kwa nasi watumishi wa Mungu tunapaswa tusamehe. Kwa wanaotukosea tusamehe, tusameheane. Hii itatupelekea kulinda upendo wetu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Jambo jingine ni uaminifu. Lazima tudumu katika uaminifu. Mtu mwenye upendo lazima atembee katika njia ya uaminifu. Awe mwaminifu, asiwe ni mtu ambaye kwa kweli haamiliki. Uwe mwaminifu ndani ya kanisa na hata nje ya kanisa, ili hata wale watu wa nje waone kabisa kwamba huyu mtu